Karibu. Dr. Gwantwa, habari gani? Nzuri Fatma, karibu. Asante. Karibu sana, karibu kae. Asante. Unaendeleaje? Naendelea vema. We mwenyewe? Mimi niko salama kabisa, watoto hawajambo? Wazima, kama unavyoniona, afya yangu ni njema na ni uzuri kukuona. Vizuri kabisa. Niambie, kuna tatizo lolote? Kimekuleta nini kwangu leo? Unajua, nimekuwa nachagua mafunzo ya kuwa muuguzi. Na ninatoa muda kuhusu ukimwi, virusi vya ukimwi. Sifahamu mambo mengi kuhusu ugonjwa huu, lakini napenda kufahamu vizuri ili niweze kusaidia watu katika kijiji changu. Vizuri sana. Kwa hiyo unapanga kutoa mada kuhusiana na virusi vya ukimwi. Fatuma, habari hiyo ni ya muhimu. Ukimwi umeua mamilioni ya wanawake, wanaume na watoto duniani kote. Mimi nafurahi sana kwamba unapenda kujifunza kuhusu virusi vya ukimwi na ugonjwa wa ukimwi wenyewe. Na kufundisha wengine ni vizuri ili tuweze kusaidia kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Virusi vya ukimwi na ugonjwa wa ukimwi vinazuilika na kutibika. Lakini tunahitaji kuwajulisha watu kuhusu namna ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya ukimwi na umuhimu wa kuchunguza na kutibu pale tu ugonjwa unapotambuliwa. Na huu ukimwi unasababishwa na nini? Virusi vya ukimwi vinasababishwa na vijidudu hai vidogo sana ambavyo vinaleta huu uambukizo. Kuna aina nyingi za virusi. Virusi vinaleta magonjwa mbalimbali. Lakini virusi vinavyosababishwa ukimwi vinaitwa virusi vya ukimwi. Au mara nyingine tunaona tumeandika VVU. Kwa hiyo tunapozungumzia VVU na ukimwi, mara nyingi unaona tunasema VVU alafu tunaweka alama ya mkato, tunaandika ukimwi kwa pamoja. Kwa vile hivi ni ugonjwa huo mmoja, lakini katika hatua tofauti za uambukizo. Na ni nini kinatokea kwenye uambukizi wa virusi hivi? Miili yetu imejengwa kwa matofali madogo madogo sana ambayo yanaitwa chembe chembe hai. Na imejengwa kwa aina mbalimbali za hizi chembe chembe hai. Na kila moja ya hizi chembe chembe inafanya kazi tofauti. Kwa mfano, chembe chembe hai zilizoko kwenye misuli zinatuwezesha kutembea. Zile ambazo ziko kwenye mifupa ya fahamu hutufanya tuweze kuhisi na kufikiri. Na chembe chembe hai za ngozi hufunika miili yetu. Virusi vya ukimwi vinapoingia mwilini vinashambulia aina maalum ya chembe chembe hai mwilini. Chembe chembe hai hizi zinazoshambuliwa na virusi vya ukimwi ni zile ambazo zinaweka kinga mwilini. Mfumo wa kinga hutulinda kutokana na maambukizi na magonjwa kama vile mafua, kichomi, kifua kikuu na hata saratani. Kwa hiyo kinga ya mwili inaposhambuliwa na virusi vya ukimwi haiwezi kufanya kazi vizuri kama inavyopaswa. Na hii hutusababishia kupata maambukizi na magonjwa mengine. Sasa huwa tunasema mtu ana virusi vya ukimwi pale ambapo ameambukizwa virusi hivyo vya ukimwi, lakini kinga yake ya mwili bado inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo inamfanya mtu aendelee kuonekana tu mwenye afya. Na mtu anaweza awe ameambukizwa virusi vya ukimwi na kukaa navyo kwa muda mfupi au kwa miaka mingi tu bila kuonyesha dalili zozote za ugonjwa. Hatua hii huitwa hatua isiyokuwa na dalili. Ikiwa ina maana kwamba maambukizi yapo lakini hakuna dalili. Hii ina maana kwamba mhusika na maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini hajasikia wala kuona madhara yoyote. Kwa hivyo mtu mwenye maambukizi ya virusi hivi kwa kawaida hana dalili, hivyo mara nyingi hawajui wana maambukizi, sio? Kweli kabisa. Wanaweza wawe hawajui kuwa wameambukizwa kwa muda mrefu. Hata hivyo, hatimaye mtu huyu aliyeambukizwa virusi vya ukimwi ataonyesha dalili za wazi za ugonjwa kama vile kupungua uzito, homa, kuhara, kuugua magonjwa fulani kama vile kifua kikuu, vichomi, vipimo vya damu vitaonyesha kupungua kwa chembe chembe hai za kinga ambazo huwa zinaitwa CD namba 4. Au mara nyingi utasikia
Hata mtaani utasikia watu wanasema CD4. CD4 ni neno ambalo sasa hivi linasikika. Haya yanapojitokeza, tunasema mhusika ana ukimwi. Iwapo ukimwi hautatibiwa, utasababisha kifo haraka au hata wakati mwingine taratibu. Lakini nini kinatokea kama ukimwi utatibiwa? Matibabu yanasaidia kweli? Kusema ukweli, katika miaka hivi karibuni kumekuwa na maendeleo sana katika matibabu ya virusi vya ukimwi na ukimwi wenyewe. Na watu wengi wanaopata haya matibabu wanaishi maisha marefu tu. Tiba huanza mara tu ugonjwa unapogundulika. Iwapo matibabu yataanza kabla mtu hajaona dalili, anaweza kuendelea bila kuona dalili zozote kwa muda mrefu, na huenda asione kabisa dalili zozote. Kama mhusika atakuwa tayari ana dalili kama vile homa, kupungua uzito, kifua kikuu na magonjwa mengine au hata saratani, matibabu huenda yakampa nafuu au yakaondoa kabisa hizo dalili. Ukimwi lakini hauna tiba. Kwa hiyo hadithi zozote au tiba za miujiza au tiba za jadi ambazo mmewahi kuzisikia sio kweli. Tiba ya virusi vya ukimwi na ukimwi iliyopo inaboresha tu maisha na kuwasaidia wagonjwa kuishi maisha marefu. Matokeo mazuri ya tiba hii yanaletwa kwa kuanza huduma na tiba mapema. Matibabu yakianza mapema yatachelewesha au kuzuia kutokea kwa dalili za ukimwi au kutokea kwa magonjwa nyemelezi yanayoambatana na ukimwi. Kingine ni muhimu sana katika matibabu ya ukimwi kuhakikisha kuwa mgonjwa anatumiwa dawa zake kila siku kwa maisha yake yote yaliyobakia. Daktari Gwanta, nimekuelewa. Umesema kwamba watu wengi huenda wakawa wameathiriwa na virusi lakini hawajui kwa dalili bado hazijajitokezea. Ipi njia sahihi ya kujua kama mtu ameathiriwa na virusi hivi ili tiba iweze kuanza na kuzuia maambukizi yasiende kwenye kutua ya ukimwi? Ni kweli kabisa. Maambukizi ya virusi vya ukimwi au ukimwi hugundulika kwa kupima damu. Huwezi kutambua kwa kuona. Maambukizi ya virusi vya ukimwi yanaweza kugundulika wakati mhusika hana dalili yoyote au wakati mgonjwa tayari ana dalili kwa kupima damu. Lakini ni muhimu kupima mapema iwezekanavyo ili matibabu yaweze kuanza mapema. Na ni wakati gani mtu aliambukizwa anaweza kusambaza virusi visivyosababisha ukimwi? Unamaanisha virusi vinavyosababisha ukimwi? Nimekupata. Kwa bahati mbaya, mtu aliyeambukizwa anaweza kusambaza virusi vya ukimwi wakati wowote. Hii ni pamoja na wakati wakiwa hawana dalili kabisa zozote zile. Mungu wangu. Yaani mtu anaweza kuwa na virusi na asijue na bado aweza kuvisambaza kwa wengine? Watu hao wapya walioambukizwa nao pia wasambaze kwa wengine bila hata kujua mpaka watakapokuwa na dalili au watakapopimwa. Ugonjwa huu unaweza kusambaa bila watu kujua kuwa unasambaa mpaka watakuwa na dalili. Mungu wangu. Yaani Fatma, kusema la ukweli, hiyo ni sawa kabisa. Na unaweza ukaona kwa nini ni muhimu kupima. Maanake kupima kuna kuwezesha kujua kama una virusi vya ukimwi au VVU. Kwa namna hiyo tiba inaweza kuanza ili kukinge usiwe na dalili au kupata nafuu kama tayari ulishakuwa na dalili. Unaweza pia kuona ni kwa nini ni vizuri kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi kuliko kutibu maambukizi kwa maisha yako yote yaliyobakia. Ndio Naelewa daktari. Tunahitaji kuelewa jinsi VVU vinavyosambaza kwa kujua vinavyosambazwa. Tutaweza kuzuia maambukizi ya VVU. Daktari Gwanta, VVU vinasambazwaje? Basi ngoja nikueleze kwa undani. Karibu mara zote virusi hivi vya ukimwi ama VVU kama ulivyosema vinasambazwa kwa kujamiiana kama njia mojawapo kuu sana. Na unapojamiana na mtu mwenye virusi vya ukimwi bila kutumia kinga kama kondom ni mipira ya kiume na au ya kike.
Kujamiana bila kutumia mipira hii ya kondomu za kike au za kiume inaitwa kujamiana bila kinga. Kwa hiyo virusi vinatoka kwa mwanaume au kwa mwanamke aliyeambukizwa kwenda kwa mwenzi wake au mpenzi wake. Na virusi vinaweza kusambazwa kutoka kwa mwanaume kwenda kwa mwanamke au kutoka kwa mwanamke kwenda kwa mwanamume. Na watu wengine wanajamiana kinyume cha maumbile. Mnajua, umesikia watu wakijamiana kupitia njia ya haja kubwa. Njia hii ni hatarishi sana, na virusi vya ukimwi vinasambazwa pia sana kwa kupitia njia hii. Virusi hivi vinasambazwa kupitia majimaji yatokayo sehemu za siri, vidonda au michubuko inaweza kutokea wakati wa kujamiana. Nimeelewa. Njia kuu ya kusambaza VVU ni kupitia kujumuika bila kinga, ambayo ina maana kujamiana bila kutumia kondomu ya kiume au ya kike. Zipi ni njia nyingine za kusambaza VVU? Njia nyingine ambazo pia zinaweza zikasambaza virusi vya ukimwi ni kama mfano wakati mama mjamzito aliyeambukizwa virusi vya ukimwi akijifungua. Mtoto anaweza kuambukizwa akiwa tumboni kwa mama yake au wakati wa kujifungua. Inawezekana kuzuia maambukizi haya yasitokee kwa kumpima mama kabla ya kujifungua na kumpa mama na mtoto tiba kabla na mara tu baada ya kujifungua. Watoto wanaweza pia kuambukizwa kwa kunyonya maziwa ya mama aliyeambukizwa virusi vya ukimwi. Hii inaweza kuepukwa kwa kuhakikisha kuwa akina mama wanaonyonyesha hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na iwapo mama anayenyonyesha ameambukizwa, mama ambaye hajaambukizwa anaweza kumsaidia kumnyonyesha huyo mtoto. Na ni vyema, hiyo ni bora zaidi kuliko kutumia maziwa ya mama aliyeambukizwa. Hii itasaidia kumkinga mtoto asipate maambukizi kutoka kwenye maziwa ya mama yake. Ni muhimu pia mtoto apewe maziwa peke yake, asichanganywe na vyakula kwa miezi 6 ya kwanza. Kuna wakati mwingine Fatma, unaweza kukuta mama ameathirika na virusi vya ukimwi na hana njia nyingine yoyote ile ya kupata maziwa kwa ajili ya kumlisha mtoto, maziwa ambayo hayajaathirika. Endapo hali kama hii itatokea, basi ni sawa, mama anaweza akamnyonyesha tu mtoto wake kwa miezi michache kadhaa ya mwanzo. Lakini ni muhimu sana kwa wakati huu mama awe chini ya uangalizi wa daktari na ikiwezekana matibabu yawe yanaendelea. Ni muhimu sana kumkinga mtoto asipate maambukizi kutoka kwa mama mwenye virusi wakati wa mimba, wakati wa kujifungua au wakati wa kunyonya. Sasa nafahamu kwa nini ni muhimu wanawake wote wajawazito kupimwa kama wana virusi hivi. Hii ni ili watibiwe na watoto wao au wazuie kupata huo ugonjwa, au sivyo? Ni kweli kabisa Fatma. Kuna njia nyingine za kuweza kuambukiza hivi virusi? Ndiyo, zipo njia nyingine pia Fatma. Mazingira mengine ambapo virusi vya ukimwi vinaweza kusambazwa ni wakati wa tohara ama wakati watu wanatahiriwa. Endapo itafanyika kwa kutumia kisu ambacho sio safi ama kilitumika kwa mtu mwingine ambaye tayari ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na njia nyingine ambazo zinafanana na hiyo ambayo zinaweza kusambaza virusi vya ukimwi ni kama vile kukata kitovu cha mtoto na kitu ambacho sio safi, au kama una jeraha mwilini na kwa namna fulani jeraha hilo likaguswa na kifaa chenye virusi vya ukimwi, halafu kifaa hicho kikatumika tena kwa mtu mwingine ambaye hana virusi vya ukimwi, uambukizo unaweza kutokea. Uambukizo wa virusi vya ukimwi unaweza pia kutokea pale ambapo watu wanashirikiana sindano, hasa wanaojidunga madawa ya kulevya, na kama mmoja wao ana virusi vya ukimwi wanaweza kupata maambukizo. Na sehemu nyingine pia ambapo uambukizo unaweza pia kutokea wa virusi vya ukimwi kwa bahati mbaya sana ni pale mtu anapotundukiwa damu. Kwa mfano, mtu aliyeambukizwa ukimwi kama alijitolea damu na
hakuna mtu ambaye labda damu haikupimwa vizuri, virusi vya ukimwi vinaweza vikaenda, vile damu yenye virusi vya ukimwi anaweza kapatiwa mtu mwingine. Ni muhimu sana kuhakikisha kwamba damu zinazotumika kuongezea watu zimepimwa, kuhakikisha kwamba hazina virusi vya ukimwi. Mara chache sana, yani mara chache sana, maambukizi ya virusi vya ukimwi yanaweza kutokea kwa kushirikiana miswaki, kushirikiana nyembe au mashine za kunyolea ndevu, kama mmoja wapo wa watu wanaoshirikiana ana virusi vya ukimwi. Kuna njia nyingine za kupata virusi, lakini zote zinaonekana kuhusikana na damu, maziwa ya mama au kujamiana. Njia zote ambazo virusi vya ukimwi husambaa zinahusiana ndio na mazingira ambayo damu, maziwa ya mama au majimaji au ute utakao kwa mtu aliyeambukizwa vinapoingia kwa mtu mwingine kupitia kidonda au jeraha au kwa njia ya kujamiana. Kwa ujumla, hatari kwa wengi wetu ni kukutana na majimaji yatokayo wakati wa kujamiana au damu ya mtu aliyeambukizwa, ikiwa ni pamoja na wakati ambapo hawajui kuwa wameambukizwa. Kwa hivyo unamaanisha kuniambia daktari kwamba virusi vya ukimwi husambaa kwa kukutana na damu, majimaji yanayotoka wakati wa kujamiana na watu walioambukizwa, na pia maziwa ya mama aliyeambukizwa, aliyekuwa na ugonjwa huu ama virusi hivi. Je, virusi vyaweza kusambaa kwa kukumbatiana au kubusiana? Hapana Fatma, hapana. Virusi vya ukimwi havisambazi kwa kufanya kazi pamoja au kuwa pamoja na mtu aliyeambukizwa virusi vya ukimwi ambaye ameathirika. Virusi vya ukimwi havisambazi kwa shughuli za kawaida za kila siku, kama kula pamoja au kuumwa na wadudu kama mbu. Kuna hadithi nyingi tu kuhusu virusi vya ukimwi ambazo sio za kweli. Kwa bahati mbaya sana, uongo huu umesambaa, na hadithi hizi za uongo kuhusu kusambaza na tiba ya virusi vya ukimwi imeenea sana. Matibabu pekee ambayo yanaonyesha mafanikio ni yale ambayo yanatolewa kutoka kwa wataalamu wa afya. Hakuna tiba inayoponyesha virusi vya ukimwi au ukimwi. Matibabu kutoka kwa wataalamu wa huduma za afya yanasaidia tu kupunguza makali ya ugonjwa au kutuliza dalili na kumfanya mtu ajisikie nafuu sana na aishi maisha marefu, lakini sio kwamba inaponyesha kabisa. Na hii ndio sababu wanahitaji kutumia vidonge vya matibabu kwa maisha yao yote yaliyobakia. Ni vyema kuliweka hili sawa. Nimesikia hadithi nyingine sana ambazo sasa najua hazikuwa za kweli. Nimeelewa zaidi daktari, nimeelewa. Ni vizuri kwa sababu kwa sasa tunajua njia ambazo virusi vya ukimwi na ukimwi vinaambukizwa na njia ambazo haviambukizwi. So kwa hiyo inabidi tuzungumzie njia za kujikinga sisi wenyewe ili tusiweze kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hivyo jambo moja muhimu ni wanawake wajawazito. Wanawake wajawazito wanahitaji kuwa na uhakika kuwa hawana virusi vya ukimwi ili wasije kuwasambazia watoto wao wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua au wakati wa kunyonyesha, au sivyo? Sawa kabisa Fatma. Hii ndio sababu wanawake wote wajawazito wanasisitizwa na kuhimizwa sana wakati wote wanapaswa kupimwa damu kwa ajili ya virusi vya ukimwi, na wakigundulika wameathirika inapasa waanze tiba ili mtoto asipate uambukizo. Na njia nyingine ulizonieleza ni kwamba tunaweza kuambukizwa na kukutana na damu katika kwenye majeraha au vidonda vya mtu aliambukizwa. Hii ndio sababu ni muhimu kwa wataalamu wa afya kutumia vifaa safi katika sehemu za kutolea huduma za afya na kutumia wanaita gloves ili kujikinga wenyewe na maambukizi kutoka na wale wanaohudumika, au sio? Fatma, wewe unajua mambo. Umejifunza yote kutoka katika chuo cha uuguzi, au sio? Nimefurahi. Hii ni vizuri sana.
Ndio sababu ni muhimu kupata huduma kwa wataalamu wa afya, kwani unakuwa na uhakika umepata mafunzo sahihi na watazuia usipate maambukizi ya virusi vya ukimwi. Huwezi kuwa na uhakika kuhusu usafi kutoka kwa watu ambao hawakupata mafunzo. Kwa hiyo wanapowafanyia watu tohara au kuwazalisha ni hatari kwa watu, kwa sababu wanaweza kupata maambukizi kwa njia hii. Na hatari kubwa ya maambukizi tulionao kwenye maisha yetu ni kukutana na majimaji zinazotoka sehemu za siri za mtu aliambukizwa virusi hivi. Ukiacha wataalamu wa afya, watoa huduma majumbani na wale wanaowauguza ndugu zao waliambukizwa na magonjwa haya, sisi wengine si rahisi kukutana na damu au vidonda vya mtu mwingine. Maambukizi ya mama kwenda kwa mtoto wakati wa ujauzito, kujifungua au kunyonyesha huweza kutokea kwa mtoto, lakini sio kwa sisi wengine, au sio? Ni kweli kabisa. Virusi vya ukimwi na magonjwa mengine ya ngono kama vile kisonono na kaswende yanaenezwa kwa kujamiiana na mtu mwenye virusi vya ukimwi bila kutumia kinga. Kumbuka, kujamiiana bila kinga ni kujamiiana bila kutumia mipira au kondom ya kiume au ya kike. Kama nisipojumiana na mtu yoyote sijapata virusi vya ukimwi, je, ni sahihi? Ni kweli kabisa. Hiyo ni sawa. Kama hutajamiiana na mtu yoyote, hii inaitwa kusubiri au kuacha kabisa. Hauwezi kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, hasa kama haujamiiani kabisa. Na ni njia nzuri sana katika kuzuia maambukizi ya ukimwi. Kusubiri au kuacha kabisa pia kuna kusaidia kujikinga na magonjwa mengine ya ngono na hata uwezekano wa kupata mimba. Na kusubiri kabla ya ndoa imekuwa ikitetewa sana hata na vikundi vingi vya mila na desturi na hata vya dini pia. Kama ilivyo, huwezi kupata virusi vya ukimwi kwa kujichua ama kwa kupiga punyeto, kwani haihusishi mtu mwingine. Kwa hiyo hakuna uwezekano wa kupata maambukizi. Na je, vipi kama nitakuwa najamiiana na mtu mmoja tu? Kama unajamiiana na mtu mmoja tu na mtu huyo hana virusi vya ukimwi na mtu huyo hajamiiani na mtu mwingine, basi huwezi kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kumbuka kwamba wewe na mwenza wako mnatakiwa msiwe na maambukizi ya virusi vya ukimwi, na msiwe na wenza wengine ambao wanaweza kwenda huko na kuwaletea maambukizi. Kama wenza wawili tu wanajamiiana na hakuna mahusiano na mtu mwingine, hii inaitwa kuwa na mpenzi au mke mmoja. Kwenye mahusiano yoyote ya kimapenzi, iwe ni katika ndoa au bila ndoa, kuwa na mahusiano ya mpenzi mmoja inakukinga kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa mengine ya ngono pia. Wenza wanatakiwa kuzungumza, kila mmoja anatakiwa kuwa mwaminifu kwenye mahusiano yao na kuwa na mpenzi mmoja tu. Swala muhimu ni kujua kwa uhakika kuwa mpenzi wako hafanyi ngono na watu wengine. Lakini hili linaweza kuwa jambo gumu. Hapo kwa kweli ndio penye utata sasa. Unachohitaji ni kuwa na uhakika kuwa wote hamfanyi mapenzi na watu wengine, au unahitaji kujikinga kwa kutumia mipira au kondom. Kumbuka kuwa watu wengi walioambukiza hawana dalili zozote. Njia pekee ya kuwa na uhakika ni kupimwa damu kwa ajili ya virusi vya ukimwi na kubaki na mpenzi mmoja tu asiye na virusi vya ukimwi. Nina njia gani za kujizuia na virusi hivi na magonjwa ya ukimwi au ngono? Hii swali rahisi kabisa kujibu. Njia pekee ya kujikinga ni kutumia mpira au kondomu ya kiume au ya kike. Hakuna njia nyingine ambazo zina uhakika. Hata hivyo, sio kila wakati kondomu itazuia maambukizi, lakini kwa kiasi kikubwa kondomu hupunguza uwezekano wa kuambukizwa virusi vya ukimwi na magonjwa mengine ya ngono. Hasa unapojamiana na mtu aliyeambukizwa bila kujua. Kondomu huzuia pia maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa mengine ya ngono kama vile kisonono na kaswende.
Ina maana kwamba kondom ndio kinga yenyewe yenye uhakika zaidi kuzuia virusi vya ukimwi na ugonjwa ama magonjwa haya ya ngono. Ni muhimu kwangu kujua jinsi zinazofanya kazi na jinsi ya kuzitumia. Iwapo kondom zitatumika vizuri, zinaweza kuzuia mtu asipate maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa mengine ya ngono. Nikuelezee zaidi kuhusu kondom. Tafadhali. Kuna aina mbili za kondom. Kondom za wanaume na kondom za wanawake. Nadhani ninazo hapa, ngoja nikuonyeshe. Hii ni kondom ya wanaume na hii ni kondom ya wanawake. Kondom hufanya kazi kwa kuzuia majimaji yanayotoka wakati wa kujamiiana, na majimaji haya ambayo yanaweza wakati mwingine kuwa na virusi vya ukimwi ama vimelea vidogo vya magonjwa ya ngono. Kondom za kiume na za kike huzuia ngozi zisikutane moja kwa moja na majimaji, kwa hiyo kupunguza uwezekano wa maambukizi. Nitaanza kwa nikuonyesha kondom ya kiume kwanza. Kondom ya kiume imetengenezwa kwa mpira laini kabisa. Ngoja nifungue hapa uone. Imetengenezwa kwa mpira laini, na mipira hii mara nyingi na kemikali inaitwa latex. Na mpira huu ni madhubutu na huwa unavaliwa wakati mwanaume akiwa amesha sisimka na uume wake umesimama, wakati watu wanapokuwa wakijamiiana. Na mara tu baada ya kitendo cha kujamiiana inavuliwa na kutupwa. Huwezi ukarudia kuitumia zaidi ya mara moja. Na kama unavyoona inakuwa na mafuta ambayo yanasaidia ili mtu asiweze kuchubuka. Mwenzi wake asiweze kuchubuka. Na kondom hizi ni kwa kweli ni nzuri sana katika kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini kuna nyingine ambazo zinakuwa zimetengenezwa kwa kutumia ngozi ya kondoo. Hizo sio nzuri kwa maambukizi ya ukimwi. Zinaweza kuzuia mimba lakini haziwezi kuzuia virusi vya ukimwi. Na wakati mwingine kwa sababu ya hiyo kemikali niliyokutajia mwanzoni, watu wengine wanapata vipele ama muwasho baada ya kutumia kondom. Hiyo ikitokea sio kwamba uache tu kwamba hazinifai. Unaweza ukaenda na ukauliza kondom ambazo hazina hiyo kemikali ya latex. Hizo hazitakusababishia muwasho au vipele. Tumeelewana? Tumeelewana. Sawa kabisa. Nitakueleza pia kuhusu kondom ya kike. Sasa kondom ya kike kama inavyosemwa ya kike inatumiwa mwanamke. Hizi tunazo hapa kwetu zinaitwa Lady Pepeta. Na mara nyingi unakuta ukinunua boksi zinakuja na peperushi ambacho kina maelezo ndani ya jinsi ya matumizi. Lakini nitafungua pia nikuonyeshe. Kondom hizi za kike, ukifungua hapa utaona zenyewe ni kubwa kidogo zaidi. Na unaona imekaa kama kibomba. Ina upande ambao uko wazi na upande mmoja imefungwa. Huu upande uliofungwa ndio unaotangulia kuingia ndani kwenye uke. Na upande huu ulioko wazi unabaki ukionekana kidogo kwa nje. Na kinachotokea kwenye kondom hizi ni kwamba hazina kemikali ile niliyokutajia mwanzoni iliyoko kwenye kondom za kiume ile latex. Kwa hiyo haiwezi kukuletea muwasho au vipele. Na pia hii inaweza ikawekwa hata masaa 8 kabla ya kujamiiana. Cha muhimu tu pale tu tendo la kujamiiana linapomalizika, basi ni lazima itupwe. Pia haiwezi kutumika mara mbili. Na kama ulivyoona pia na yenyewe inakuwa na mafuta pia, kwa hiyo pia inasaidia ili kusudi mwingine msuguano usiweze kutokea. Na cha muhimu ni kujua kwamba huwezi kutumia kondom ya kike na ya kiume wakati mmoja. Unatumia moja ya kike au ya kiume. Ni lazima kutumia kondom mara zote ili kuweza kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Nimesikia kuwa kondom zinatumika kupunguza uwezekano wa kupata mimba wakati wa kujumiana. Je, hii ni tofauti na kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi? Ni kweli kabisa unachosema. Kondom ni moja wapo ya njia zinazoweza kutumika kupunguza uwezekano wa mtu kupata mimba. Na zinasaidia sana katika hili. Kondom ndiyo njia pekee ambayo inaweza kufanya hivi vyote. Inaweza kukukinga maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na magonjwa mengine ya ngono. Na hata hivyo ni muhimu sana kufahamu kuwa sio kila wakati utumiapo kondom itakukinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Bado kuna uwezekano mdogo wa kupata maambukizi hayo au magonjwa mengine ya ngono. Nimeona jinsi gani kondom zina mchango muhimu katika kupunguza maambukizi ya virusi hivi na magonjwa mengi ya ngono. Kadhalika ni njia thabiti ya kuzuia mimba iwapo zinatumika vizuri, ingawaje baadhi ya madhehebu ya dini hayaruhusu matumizi hayo. Pia naelewa umuhimu wa kupima maradhi haya ya virusi vya ukimwi. Ni wakati gani mtu anaenda ama anahitajika kwenda kupima? Ukweli ni kwamba hata pamoja na kwamba umeongelea madhehebu ya dini hayaruhusu, pamoja na swala hilo, bado ni muhimu sana kwa mtu binafsi kufanya maamuzi yake mwenyewe kutokana na jinsi ambavyo yeye mwenyewe anajisikia. Na kupima virusi vya ukimwi, kabla ya kupima, kuna kitu kinaitwa ushauri nasaha na upimaji wa hiari. Hakuna mtu anayelazimisha mtu kwenda kupima. Huduma hii huwa ni ya bure na unaweza kupima wakati wowote unapohitaji. Mtaalamu wa afya atakupa ushauri nasaha na maelezo ya kipimo kabla ya kukupima. Halafu atachukua damu yako kwa ajili ya kipimo na kabla ya kukupa majibu ataendelea kukupa ushauri nasaha. Baada ya hapo atakupa majibu ya damu na atajibu maswali yako hata baada ya majibu ya kipimo cha damu kutoka. Na sijui kama umeshawahi kuona habari ya ushauri nasaha. Umeshafundishwa shuleni? Nimefanya kama kusikia, lakini ningependa unieleze kidogo kwa upande wako wa kidaktari. Okay, huu ni utaratibu ambao wataalamu hufanya mara kwa mara. Kwa hiyo wao ni chanzo sahihi cha taarifa na msaada. Unapaswa kupima kila baada ya matukio, kama vile kufanya ngono isiyo salama, kufanya ngono salama au isiyo salama na mtu mwenye virusi vya ukimwi. Pale ambapo kuna uwezekano wa kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kupitia kidonda au jeraha. Pale ambapo kuna uwezekano wa kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kama vile kupitia utumiaji wa madawa ya kulevya kwa njia ya sindano. Kama umeanza kuona unapungua uzito bila sababu inayoeleweka, homa, umeharisha kwa muda mrefu au umepata kifua kikuu, hizo ni dalili mojawapo. Naweza kupima mara ngapi kwa siku au kwa mwaka, au ina idadi ya kupima kweli? Ukweli ni kwamba unaweza ukapima virusi vya ukimwi mara kwa mara kadri utakavyoona kuna umuhimu wa kufanya hivyo. Unakumbuka hata Rais wa Tanzania Mheshimiwa Jakaya Kikwete na mkewe Mama Salma Kikwete wameshaenda kupima kipimo cha virusi vya ukimwi mara kadhaa wakituonyesha kwenye runinga. Mtu yeyote anaweza kupimwa kama ana wasiwasi kuwa ameambukizwa virusi vya ukimwi. Ni vizuri zaidi kupima kuliko kutojua kama umeambukizwa, kwa sababu matibabu yakianza mapema yanaweza kuboresha afya yako na kurefusha maisha. Je, iwapo kama mtu amefanya ngono isiyo salama na mtu aliambukizwa, kuna chochote kinaweza kufanyika baada ya kujumuika kupunguza uwezekano wa kusambazwa virusi hivi? Hali nyingine inaweza kuwa pale ambapo mtu amebakwa. Inawezekana akawa ameambukizwa virusi na mtu aliyembaka. Nini kinaweza kufanyika kusaidia watu kama hao?
Kusema ukweli, hayo ni matukio ya hatari na ya kusikitisha, lakini matibabu yanaweza kutolewa ili kusaidia kuzuia virusi vya ukimwi visiendelee baada ya kuambukizwa. Watu ambao wamekuwa kwenye mazingira yenye uwezekano mkubwa wa kuambukizwa virusi vya ukimwi kwa bahati mbaya, wanaweza kupimwa virusi vya ukimwi na kupewa matibabu yaitwayo kinga baada ya hali hatarishi. Utaratibu huu wa kinga baada ya hali hatarishi unaweza kutolewa iwapo tu tukio limetolewa taarifa ndani ya masaa 72 mara baada ya kufanyika. Na hii inahusisha mtu kupata ushauri nasaha na upimaji pamoja na kuanza matibabu maalum sawia iwapo kipimo cha virusi vya ukimwi kitaonekana kuwa hasi, kwamba mtu huyu hajaathirika. Na inabidi kurudia kipimo hicho cha virusi vya ukimwi wiki 12 baadaye. Na kinga hii ya hali hatarishi, kinga baada ya hali hatarishi, inapunguza sana uwezekano wa kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Daktari Gwanda, haya yote ni mambo muhimu sana kuyafahamu. Nashukuru, asante sana kwa kunieleza kwa kinaga ubaga masuala ya ukimwi na virusi vyake. Nategemea kuwafundisha wengi kuhusu ugonjwa huu ili tuweze kuzuia maambukizo mapya yatokanayo na virusi na kuwatibu watu ambao tayari wameshaathirika ili kuboresha maisha yao kwa ujumla. Fatma, nimefurahishwa sana na nia yako ya kuwafundisha watu wa jamii yako kuhusu virusi vya ukimwi. Fatma, utakuwa muuguzi mzuri sana. Asante. Ni muhimu kukumbuka kwamba virusi vya ukimwi na ukimwi sio adhabu, uhalifu, vita, tishio au mengine kama hayo. Huu virusi vya ukimwi na ukimwi ni ugonjwa ambao yeyote kati yetu angeweza kupata. Fatma, nimefurahishwa sana na nia yako ya kuwafundisha watu wa jamii yako kuhusu virusi vya ukimwi na ukimwi. Fatma, wewe utakuwa muuguzi mzuri sana. Asante. Ni muhimu kukumbuka kwamba virusi vya ukimwi na ukimwi sio adhabu, sio uhalifu, sio vita, sio tishio, sio uchawi, sio majini wala mapepo wala mashetani au mengine kama hayo. Virusi vya ukimwi na ukimwi ni ugonjwa tu ambao yeyote kati yetu angeweza kuathirika wakati wowote ule. Virusi vya ukimwi na ukimwi vinaweza kutibika na ni muhimu tuhamasishe jamii yetu kupimwa na kutafuta matibabu ya haraka kila inapowezekana. Nafurahi sana kuzungumza na wewe haya Fatma. Hata mimi daktari, nimeshukuru kwa utaalamu ulionipa leo na nitafanya bidii kuelimisha jamii yangu. Nakutakia kila la heri. Asante daktari. Asante sana. Nashukuru.